living God. Tafuta madhabahu. Look for the altar. Jiconnect na hiyo madhabahu. Connect with the altar. Ili maisha yako yawe salama. For your life to be saved. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Nazungumzia issue ya kushinda vita. I speak about conquering the battle. Kwamba huwezi kushinda vita. You can never conquer the battle kama if hauko connected na madhabahu. You are not connected with the altar. Mungu akusaidie. May God help you. Na Mungu akuinue. And may God lift you. Elijah akajua sitaweza kushinda. Knew the secret of haya ndio maarifa tunayosema. Those are the knowledge you are speaking about. Unakutana na vita. You find with the battle. Na hauelewi namna ya kushinda vita. And you do not know how to win it. Watu wengi wanafikiri kufunga na kuomba. Many people think about fasting and praying. Wako watu waliofunga na kuomba. There are a lot of people fasting and praying. Walipotoka kwenye kufunga na kuomba. But after they come out, Shetani aliwapiga mweleka. Satan make them to fall down. Ingekuwa kufunga na kuomba. If there was fasting and ndio njia praying, pekee ya kushinda. Will be the only solution to conquer. Kila mtu angefunga na kuomba. Everyone should fast. Kuna zaidi ya kufunga na kuomba. There is more than fasting and praying. Kuna maarifa. There is a knowledge. Na moja ya maarifa among the ni knowledge hayo unayosikiliza sasa hivi. The one you are listening now. Jiungamanishe na madhabahu ya Mungu. Connect with the altar of the living God. Na utaona mkono wa Mungu. And you will see the hand of God. Hallelujah. Amen. Nimekutajia mambo matano. I have mentioned for you 5 things. Unapokuwa connected na madhabahu yoyote. When you are connected in any maana yake umeshakuwa connected na Mungu wa hiyo madhabahu. You have already connected with the na kuhani wa hiyo madhabahu. And the priest of the altar. Nguvu ya hiyo madhabahu. The power of the altar. Na dhabihu zinazotolewa. The sacrifices of the altar. Kwenye hiyo madhabahu. In that altar. Lakini pia but also walinzi wa madhabahu, wale malaika. The angels. Wanaweza kuwa wagiza. Or darkness. Au wanuru. Or the inategemea na aina ya madhabahu uliyojiungamanisha. Depend the altar which you are connected. Sasa tunapomalizia usiku wa leo. As we are going to finish tonight. Usome Wafalme wa kwanza. Let us read the first king. 18. Verse 18. Ule mstari wa 32. Chapter 32. Tusikie neno la Mungu na tutaenda kuomba sasa. Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari wa 32. Biblia inasema naye akaijenga madhabahu ya mawe hayo katika jina la Bwana. Akafanya mifereji kama wa vipimo viwili vya mbegu ukiizunguka madhabahu. Kisha akazipanda zile kuni, akamkata yule ng'ombe vipande vipande. Akaviweka juu ya kuni, akasema, jazeni mapipa 4 maji, mkayamwage juu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya kuni. Akasema, fanyeni mara ya pili. Wakafanya mara ya pili. Akasema, fanyeni mara ya tatu. Wakafanya mara ya tatu. Yale maji yakaizunguka madhabahu, akaujaza mfereji maji. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Eliya nabii akakaribia akasema, Bwana, Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako. Sawa. Na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Unisikie, Bwana, unisikie. Ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wa kurudi. Ishatu hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maandiko yanasema, the scripture says, Eliya alipoona kazi inakuwa ngumu, when Elijah saw the work seems to be difficult, aliamua kumjengea Mungu madhabahu. Decided to build the altar for the living God. Jenga madhabahu ya Mungu kwenye biashara yako. Build the altar of the living God in your business. Na unajiungamanishaje na madhabahu? And how are you going to connect with the altar? Achilia sadaka. Release the offering. Tafuta sadaka. Look for offering. Maandiko yanasema, the scripture says, ili uwe connected na madhabahu yoyote. For you to be connected by any madhabahu altar. yoyote inataka sadaka. Any altar need a offering. Ndio maana hata ukienda kwa mganga wa kienyeji, even if you go to witches, watakwambia toa, they will tell you to give, watakwambia leta mbuzi, give a goat. Maana yake ni nini? What does it mean? Uwe connected na hiyo madhabahu. Be connected with the altar. Ili Mungu wa madhabahu aweze kukuhudumia. For the God of the altar to work on you. Eliya alikuwa anajua hiyo siri. Elijah knew the secret. Ndio maana akasema, that's why he said, leteni ng'ombe wawili, bring us 2 cows, mwakatekate, slaughter them, mwaweke juu ya madhabahu. Put them on the altar. Tunaona Eliya kajenga madhabahu. And Elijah built the kuna mahali maandiko yanasema, and the scripture says, iliyokuwa imeharibiwa, which was being destroyed. Akaijenga madhabahu. He built the alipoijenga madhabahu, after he built the altar, akaweka sadaka.